happen. I actually don't know whether this is God's time. I have just offered myself. If it is God's time, I just offered myself. And Bishop, as you have said, and I trust you to pray for me, so that if it's God's time, His will be done. All I can promise, as a mortal man, as a human being, is that if I'm so blessed and so lucky to be the one to have that opportunity to contribute to my beloved country, I will not let my God down, and I will not let my fellow Kenyans down. So, tuache hayo, nimalizie kidogo kwa kusema Bishop, sisi kazi yetu ni kusupport viongozi wa kanisa. And those who cannot preach like Paul, the job is to hold up the hands of the prophets so that they can preach. Sisi tutakushika mkono ili uendelee kuhubiri na kufanya kazi nzuri unafanya hapa. Wananchi wa Murang'a ambao mko hapa, nimekuja hapa na viongozi wengi, ndugu zangu. Nyinyi mnajua, ndugu na dada, tunapendana. Mheshimiwa Senata, vile umesema ni kweli, tumeongea na wewe. Tunapendana, nyinyi tumekaa pamoja, tunafanya kazi pamoja. Matakwa yenu ni matakwa yetu sisi wote wa Kenya. We want to help the country. Na tukisema haya maneno, na nikiwa kwa kanisa hapa, niseme ukweli, si eti vitina ama ni chuki ama ni nini, tunazungumza kama familia. Kwa familia yako ukienda nyumbani, unaweza kusema ile dirisha kioo inahitaji kuwa replaced. Uchatukana mtu, umeona kuna kioo na mvua ikinyesha inaingia ndani. Jana nilikuwa mbele, Bishop ametuhubiria hapa. Mimi nilikuwa na bahati weekend hii nimesikiza sermon mbili kutoka kwa Bishop mmoja, Bishop Mashaba. Na nikasema hivi, and I want to be very honest with you people. Nilisema kwanza 2022 wakati nilikutana na hao viongozi wa kanisa, those clips that you see people circulating about what I said in 2022, about wash, about lies, and so on. And I said, don't go to circulate this clip. I am telling you the truth like I did in 2022. So I told you, you are being lied to. These things you are being told are not true. I have been in government. These things you are told about budgets are not true. They are lies. Have they come to pass or not? So we're headed in the wrong direction as a country. So we fought for independence. We are an independent country with our constitution. How will you go to a church? Wewe hata niambie. Au unaingia kanisa na mnagani na polisi kupiga watu tia kazi kwa kanisa? Hata yule ambaye alitoroka, tafadhali mwambie arudi haraka atutoe urogi, sababu sisi how can we live like that as a country? Bishop kama hawa wazee wanatuongoza hapa, watu wa Mungu wamewekea mikono, wanatuzungumzia eti uingie hapa kuwapiga tia kazi hapa. Yaani what is happening kasumba ile ya kuswaya mpaka umelewa na uongozi na nguvu. You are drunk with power. That's why I'm telling you, my fellow Kenyans. Kwanza tuombe nchi yetu. Pili sisi tukae pamoja, kwa sababu unajua wakati shida iko kwa nchi namna hii, tunaweza kudanganya tuanze kugawanyika. Nimeanza kuona jana kwa social media mambo mengine imeanza kuingia ya kusema sijui ni kabila fulani, sijui kabila hii kutoka North Central. Shida yetu si kabila Kenya hii. Shida yetu ni uongozi mbaya. Na uongozi mbaya si kabila. Shida yetu Kenya hii ni uongozi mbaya, sio kabila. Wewe kusema ni kabila hii ama kabila hii namna hii. Ukiwa mgonjwa, ugonjwa unakuja kwa watu wote. Ukiwa na shida ya kulipa visa ni kwa watu wote. Sasa ukiona watu wameingia hiyo kasumba ya kwanza kusema ni kabila hii, hao wako na shida, wameshindwa kufanya kazi yao. Sasa wanatafuta visingizio. Piga hawa, piga wale tia kazi, fanya hivi. Mimi naomba atuombe Mwenyezi Mungu. Tukae pamoja, tuendeshe nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja. Na tupendane kwa sababu sisi ni wamoja. Sisi hatuna shida na mtu mwingine. Hatutukani mtu, tunataka nchi iwe pamoja na iendelee mbele. Na haya maneno ambayo yamefanyikia Mheshimiwa Rigathi Gachagua leo asubuhi ni aibu.
Yaani aibu hatuwezi kujua vile tutaeleza watoto wetu. Eti kiongozi anaenda kuongea pale, anapigwa tia kazi. Na tuko na katiba na wakati na wakati wa uhuru. Na sasa simama uongee yako, na huyu ongee yako. Siasa ni kama soko. Nauza nyanya zako, na huyu uza avocado yake, na huyu alete ndizi zake, na mwingine analeta avocado zake kama zimeoza. Uone vile ziko. Alafu sasa kwa kununua ndio anaamua huyu alimdanganya 2022 na ameleta tena avocado zile analeta 2022 zinaweza kwenda pale. Sasa pale na avocado zao zimeoza, wasilete kwa soko, na sisi tuko na fresh avocado ya kuuza, na tuko na fresh ndizi ya kuuza. Tukubaliwe tuuze sisi zote, kila mtu auze yake, kama namna gani? Namna hiyo.